Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimia katika jina la Bwana Yesu. Ni siku nyingine tena tumepata kibali kuingia sehemu hii, tuseme na watu wote ambao Bwana Yesu anatamani kusema na nyie. Ninapenda nipate kutoa mafundisho katika siku ya leo, kusema kukwambia kwamba nilikuwa na somo ambao niliendesha likihusu Pasaka. Somo hili la Pasaka nataka kwenda nalo kwa sababu ni maandalio ya Pasaka. Hivi tunaandaa Pasaka itakayoendelea katika semina ya Pasaka. Katika semina hii kutakuwa na watu wengi ambao watakuwa natoa, lakini tutasababisha watu kumjua Mungu katika Pasaka. Pasaka ya kwanza iliyowatoa Wanaisraeli wakiwa katika nchi ya Misri, walitoa wanyama wakachinja, alafu wakapaka kwenye mimo, alafu mwisho Bwana akapiga wazaliwa wa kwanza wa Misri wakafa. Baadaye Farao ndipo alipigo ambalo alikubali, akawatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, wakaelekea nchi ya Kanaani. Walipambana na vikwazo vingi mpaka bahari ya Shamu, lakini Mungu akawasaidia, akawapitisha katikati ya bahari. Asante mtumishi wa Mungu. Leo nitakuletea Pasaka ambayo mpya, ambayo agano jipya, ambayo inazungumzia Bwana Yesu. Pasaka hii ambayo ya maagano inatamani sana kila mmoja ajue tunasherekea Pasaka hii, lakini Pasaka hii imejikita kwenye maagano ambayo tunazungumza kwamba leo nitatoa kwa ufupi neno zuri kwa ajili ya kuambia tunaelekea kwenye Pasaka. Habari ziko kwenye kitabu cha Luka sura ya 22. Tutaanza na mstari wa 14 na tunasoma na mstari wa 15, tutasoma na mstari wa 16, kisha hapo tutamalizia mstari wa 20. Ninaanza kufundisha somo hili. Hata saa ilipofika, akaketi chakulani yeye na wale mitume pamoja naye, akawaambia, nimetamani sana kupata kula Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kwa maana nawaambia ya kwamba siri tena hata itakapotimia katika ufalme wa Mungu. Mstari wa 17, atakapoketi akapokea kile kikombe, akamshukuru, akasema, twaeni hiki mgawanye ninyi kwa ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Hayo mstari huo unazungumza jinsi ya Pasaka ya maagano. Hii ni sadaka ya Bwana Yesu, ni sadaka ya maagano na wanafunzi wake. Alizungumza nao katika hali ya kuwapenda, alipoona sasa umefika wakati. Kwenye kitabu cha Yohana anazungumza, kwa Yohana 17 anazungumza, Baba, kazi yangu imekwisha. Tazama, watu hawa ulionipa nimewafundisha, sasa wanajua kwamba yanatoka kwako. Sasa tumefika kwenye sehemu ya Pasaka. Bwana akasema anatamani ale pamoja na sisi. Kuna nini ambacho anataka tuelekeze? Kuna jambo anataka atueleze, ili ujue kwamba Pasaka hii tunayoazimisha, tunaadhimisha Pasaka ambayo inazungumza katika sehemu hii. Mstari wa 20 anasema, kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Tumishi wa Mungu unayenisikiliza, nataka nikwambie Yesu mwenyewe anazungumza. Pasaka hii ni ya maagano. Anasema, kabla sijaondoka nimetamani kula Pasaka pamoja nanyi. Anatamani akae na nyinyi, apate maagano ya kuhamasisha, ili kwamba upate kujua
kwamba kikombe ni agano. Kikombe cha Yesu ni maagano. Anagana na wanafunzi katika siku ile ya kwamba sitakunywa tena huu mzabibu, sitakula pamoja na nyinyi tena mpaka atakapokuja katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo Pasaka hii ni ya maagano. Anatuasa sasa tufanye nini? Anatutaka tufanye kitu kimoja ambacho tunazungumuza. Pasaka usipojua Pasaka hii ya damu, anasema habari za mwili zinazungumza habari ya kifo chake katika pale msalabani. Habari ya kikombe ni damu yake. Anapozungumza mkate anazungumza mwili wake. Anapozungumza kikombe damu mzabibu anazungumza damu yake itakayomwagika katika siku za Pasaka, ambapo watu wanaona yule ambaye alikuwa ni mfalme wao, ambaye alikuwa anaweza kuwasaidia. Yesu anawaambia, mimi nawaambia, mimi baada ya hapa nitaondoka. Wanafunzi walipokuwa wakanaona jambo kama hili, waliona kwamba Yesu asingeondoka kwao, lakini Yesu anakazia, anasema inanipasa niondoke ili jambo litimie. Yesu alikuwa anawaaga akienda zake mbinguni. Wakati bado hajaondoka, alitamani aseme, na wewe mtumishi wa Mungu, habari hizi zilitoka kwenye Agano la Kale zikatufikia sisi, tunaipata Pasaka. Pasaka ya sasa ni Pasaka ya maagano, ni Pasaka ya kuachana na wanafunzi baada ya kukaa nao miaka 3.5. Akafundisha mambo mengi ambayo alifundisha Yesu, mengine yalikuwa ni ya kutisha kabisa. Mungu akasema naye, Bwana akamwambia, akasema Pasaka ni upatanisho, Pasaka ni kununua, Pasaka ni ukombozi. Kwa hiyo yeye anataka kukomboa watu hawa kwa damu yake, sio kwa damu ya mbuzi wala ya kondoo, ni kwa damu yake mwenyewe. Kikombe, anapozungumza kikombe anamaanisha kikombe hiki ni damu yangu. Anamaanisha atatoa damu yake kwa ajili ya wanadamu ili amnunulie Bwana wa majeshi habari za watu wake duniani, kwa maana Mungu alimpenda. Huyu alitabiriwa na Mungu. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee, ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima. Huyu Yesu Kristo alitolewa na Mungu kwa kusudi. Ndipo alipofika kwamba muda umekwisha, sasa nimefika, anasema Baba, anatoa ripoti, anamwambia Baba, kazi ulionipa nimekamilisha. Yesu anasema, wakati anaposema hivyo, Mungu anamwambia sasa karibu tarudi. Akasema sasa niwaandae, akajitayarisha. Wale walitumia sadaka ya kondoo, yeye anatoa sadaka. Kwa hiyo Pasaka ni utoaji. Yesu anajitolea kuwa yeye ndiye Pasaka. Yesu ndiye Pasaka. Mwili wake ukapigiliwa msalabani kuchukua udhaifu wetu, kuchukua tulivyo, akaangikwa kwa ajili ya dhambi zetu. Ndipo katika damu yake anasema hili ni agano. Kwa hiyo kila mtu anapotumia meza ya Bwana kifika kwenye kikombe, ni maagano ya Yesu mwenyewe. Anataka agane na wewe ili akupe amri za kusema. Tumishi wa Mungu, unapokuwa ukiangalia hapo, utaona kwamba kuna mambo ambayo mengi ambayo Yesu alizungumza kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 24 na mstari ule wa 43. Anaanza kuasa sasa, akitwani, jiwekeni tayari, kesheni, jiwekeni tayari, kwa maana siku anayokuja Bwana wetu hamjui, hata malaika wa mbinguni hawajui, ila Baba wa mbinguni na peke yake ndiye anajua. Kwa sababu hiyo anatuasa kwamba tukae tayari. Wa Pentekosti wote, unaposema ni Mpentekosti, lazima ujue kukaa katika misingi ya neno la Mungu. Ukaa katika neno la Mungu.
Mtu huyu alitoa damu yake msalabani. Mtu huyu alienda akawapenda wanadamu upeo. Mtu huyu alitoaza watu hawa. Mtu huyu tu ambao unamwangalia Yesu Kristo. Ndio maana ikabadilika kwenye agano, na Biblia inasema agano jipya. Ndipo maandiko yanatutambulisha kwamba agano jipya linaoneka ni kikombe cha Bwana Yesu Kristo. Kile ndio kikombe cha agano jipya. Ukifungua Biblia agano la kale na agano jipya, utakuta maandishi makubwa yameandikwa agano jipya ambao linamhusu Yesu Kristo. Agano jipya kuna utaratibu wa sheria, kama Wanaisraeli walipewa sheria, na sasa wanapewa agano jipya kwa sheria ya Yesu Kristo. Yeye anasema kaeni tayari, maana siku msiodhani Bwana Yesu anaweza kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu, ni habari nzuri sana tunapofundisha habari za Pasaka. Tunatamani sana watu waje wajifunze Pasaka, alafu wajue kwamba kuna mtu aliyegharamia, aliyetoa maisha kwa gharama ya kuwafia wanadamu wenye dhambi. Yesu alikuja si kwamba tulikuwa wema, tulikuwa sio wema, tulikuwa ni watu wenye dhambi. Lakini Yesu kwa dhambi zetu alijitolea ili atusafishe, ili atutakase, ili mbidi atoe sadaka ya uhai wake. Ili mbidi atoe uhai kwa ajili ya sisi. Ili bidi ajulikane au anawapenda watu wote. Ndio maana nasema njoni wote mnaosumbuka na mizigo, nami nitawapumzisha. Hakuna pumziko jingine lolote duniani, ni Yesu Kristo ndio pumziko letu. Wote waliokombolewa na damu ya Yesu. Kukombolewa kwetu ni pale sasa hatukombolewi na kondoo, tunakombolewa kwa damu ya Yesu. Ukombozi wa sasa tunakombolewa na damu ya Yesu. Kwa hiyo sasa ukombozi wa Yesu unatuandaa kwa unyakuo. Ukombozi wa Yesu unatuandaa kwa unyakuo, ambao ndio Pasaka hii inatuandaa kwa unyakuo. Maana siku tusiyodhani Yesu anaweza kuchukua kanisa lake, kulinyakua kanisa lake. Je, utakaa vipi? Umejiandaa vipi? Kwa maeneo yote lazima ujue kwamba Yesu atarudi. Alipowaambia nitakunywa tena mpaka ufalme wa mbinguni utakapokuja, sio maana anawaambia hata kunywa tena, hatafanya tena Pasaka duniani. Anasema atafanya Pasaka pamoja na unyakuo siku atakaporudi. Njoo mtumishi wa Mungu, ninatamani nikufundisha vitu vikubwa, maana tuna leo hii maandalizi haya yanaandaa siku ya Jumapili. Tutakuwa na mambo mazito ya kufundisha. Tutaenda kwa vifungu na tutaenda kwa maandiko, tutaenda kwa dalili nyingi ambazo Yesu anasema mimi ndiyo njia, kweli na uzima. Lakini njia anafanyaje? Anaenda kubadilizia maisha yake msalabani. Pasaka hii anasema nimetamani sana kuila Pasaka pamoja na nyinyi kabla sijaondoka. Maagano. Ina maana Pasaka hii ni maagano kwa wanafunzi, ni maagano kwa kanisa lake la kisasa, ni agano, ni maagano ya kuagana. Yesu anapaa mbinguni, sisi tunakuwepo duniani. Tunaanza kujiandaa kuwa watakatifu, kuwa waaminifu, kuwa wanyenyekevu, wapenda neno la Mungu, wenye unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiwa mtu ambao unamtumikia Mungu, kuna vitu vya muhimu. Agano letu hili hakuna kulipa kitu kingine, ni damu ya Yesu imetolewa msalabani. Hakuna magendo, ni damu ya Yesu tu. Utasimama mbele za Bwana. Nasema Bwana atakaporudi pale hewani, atakuja kulinyakua kanisa lake. Ndio Pasaka hii tunasema Pasaka ya maagano, Pasaka ya unyakuo. Baada ya kufika, tunaona Yesu amepaa, hata kula Pasaka nyingine tena mpaka penye unyakuo. Kwenye Ufunuo anazungumza atakula kama pamoja na mwanakondoo, wale waliokombolewa, wale walionunuliwa. Kwa hiyo Pasaka ni sehemu ya maandalizi ya kukaa vizuri. Ukae vizuri mwema, Mungu akutetee, usimame na neno la Mungu. Unapoenda kanisani, popote unapoenda, tulia vizuri, umwangalie Yesu. Yes, ya hapa na mafundisho yanaleta tija ya kukutoa na kukuhamisha. Kumbuka Misri walihamishwa kwa ajili ya damu ya kondoo, walihamishwa. Hiyo damu ya kondoo iliwapa nafasi, lakini iko damu inayozidi kondoo,
ni damu ya Yesu. Anasema hii ni agano, kikombe hiki ni agano. Kwa hiyo kikombe cha damu ya Yesu pale mzabibu, anasema ni agano. Alikuwa anazungumza yuko hai, alikuwa anazungumza anatembea, lakini akajitabiria kwamba mimi nitatoa uhai wangu, nitatoa damu. Hakuna mtu mwenye upendo kama Yesu. Hakuna mwenye upendo kama mwenye Yesu Kristo aliyekuwepo katika dunia siku zile mpaka sasa tunapozungumza. Tunazungumza na neno la Mungu likae kwa wingi kwa ndani yako, kwa sababu majilio ya Pasaka yanakuandaa unyakuo wa Bwana Yesu atakapokuja. Ndipo anafundisha kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 24 na mstari ule wa 42. Anasema hivi, anasema kesheni basi, kwa maana siku atayekuja Bwana hamjui wala mimi wala malaika, ila Baba yangu peke yake. Lakini siku hiyo usipokaa vizuri, anapokuja kwenye maandalizi aliyomwaga damu yake, anapokuja kwenye unyakuo, atakupata wapi? Kaa vizuri, mtumishi wa Mungu. Ninafundisha somo la Pasaka. Pasaka hii inawahamisha watu, iliwahamisha Misri, saa hizi inatuhamisha tukae katika neno la Mungu, katika neema ya Mungu. Inatuhamisha katika hali ya kawaida ya kidunia, inatuhamishia kwenye ufalme wa Mungu. Wote wanampokea Yesu, hawa wanabadilika, hawa wanakuwa wema, wanamjua Yesu. Pasaka ni inatufundisha unyakuo. Kaa vizuri. Hakuna mtu anayegharamia mwili wake lakini asipate faida, lazima weke sheria. Ndiyo maana anasema kesheni basi, siku itakayokuja Bwana hamjui. Iwapo ni usiku, iwapo ni mchana, iwapo natembea, iwapo merara, kaa vizuri ndani ya moyo wako. Mwamini Yesu ni mwaminifu, anakupenda. Kitabu hiki kinasema kwa kuwa yeye huyu alipojitoa akawafundisha, ndipo akafundisha akasema, itafanana na mtu wako ambao ni mwili wako. Kama ungelijua kukesha kwenye nyumba, na weka mfano ule, anasema asingeliacha nyumba yake ivunjwe, ila kwa sababu hakujua. Sasa anakwambia, sasa nyumba nikwambie ni mwili wako, ni maisha yako. Huo ndio mwili, ndio nyumba ambayo Yesu anazungumza, lakini hujui siku atakayorudi. Basi kaa vizuri, kesheni. Ndio maana kanisa hili tunasema ni kesheni wa maombi. Tumejikita kwenye maombi. Hauwezi kushinda dhambi bila maombi. Yesu huyu ambaye namhubiri ndiye alienda Getsemani, akaomba, jasho lake likageuka likawa ni damu kwa ajili ya kukomboa. Palikuwa na gharama, shughuli kubwa ambayo ilisimama, ili watu wanaona ukombozi wa Yesu sio wakelele mama, haufanani na mtu yoyote, haufanani na kondoo za kule Misri, uwe ni wa pekee. Kuna watu wanaweza kumnunua mtu wakamtolea mali, lakini hawezi kutoa uhai wake. Lakini Yesu huyu ambaye anafundisha Pasaka yake ya unyakuo, anasema nikisha wanunua kwa damu ya unyakuo, kaeni vizuri, msitende dhambi. Yesu anapendi watu wapotee, lakini hapendi watu wachafuke na kutumikia mtumishi wa Mungu. Na kutamania niseme mengi, lakini tuna ibada itakayoendelea Jumapili, mambo ya Pasaka tunayandaa mpaka kufika tarehe 20 huko kutakuwa mambo makubwa yanatendeka. Tunakukaribisha sana mtumishi wa Mungu, karibu kwenye ibada zetu. Tupo hapa Tunduma, mahali hapa tunapokeza makesheni. Tuko uwanjani, tuko katika mji wa Tunduma, tunaishi katika boda ya mpakani kabisa mwa Tanzania na Zambia. Tupo kabisa huku, tunawapenda watu wote, tunatamani tuwafikie. Sehemu gani tuwafikie? Lakini hebu tufikie hata kwa kutumia hivi tunaotumia mtandao ambao wanatufuatilia na kusikiliza. Tunatamani tuonane na wewe katika ana kwa ana, lakini ni vigumu. Lakini hata kwa ujumbe kama huu tukutane na wewe, hata kama ukiwa mbali. Basi kiingia kwenye kitabu cha Mathayo katika sura 24, itakwambia jinsi ya kuhamasisha, jinsi ya kukaa vizuri. Maana siku hiyo kitabu kinaeleza habari nzima kwamba Yesu atakuja kama mwizi, Yesu atakuja kama hivi. Kasheni, kwa maana hujui kukesha. Mwili wako ulio nao haujui siku gani utalala, utakufa. Lakini kesheni kwa maombi, utashinda dhambi.
Basi baada ya hapo nikuombee mtumishi wa Mungu. Unaweza umenisikiliza sasa, nataka nimalize nikuombee mbele za Mungu. Baba mtakatifu wa mbinguni, uliyeketi palipoinuka, watu hawa wanatamani ni wapi wangepata msaada wa neno kamili ambalo halijaharibiwa. Maana nyakati hizi Baba, tunaona tunakutana na mambo mengi, injili imeharibiwa. Bwana Yesu tusaidie, ninasaidie ninapotoa neno hili liwakute watu, iwasaidie kuwatoa katika shimo. Manake Mungu wanatamani, wanasema kwamba wana juhudi lakini si katika maarifa. Tunahitaji tufanye maarifa yoyote, wasaidie katika ibada itakayokuja Jumapili kesho asubuhi. Uamshe hata waliokuwa ni wagonjwa, uwainue wapate uzima, wawe na tamani kwenda kusikiza neno la Mungu. Popote ambapo wanaona roho zinawatuma kwamba wakasikilize neno la Mungu, mimi naruhusu kwamba nende katafute wapi unaweza ukashiba, wapi unaweza ukafunguliwa, wapi unaweza ukaponywa. Katika kanisa la Mungu tunaendelea, tunakubali uponyaji kwa jina la Yesu. Tunaombea watu na watu wengi wanatoa na ushuhuda, lakini na wewe pia hapo hapo ulipo, ninapoomba hapa, unaweza kugusa sehemu ambayo unaumwa. Yesu atakuhudumia hapo hapo, atakupa tiba hapo hapo. Yesu ni waajabu, dunia nzima imejawa na yeye. Atakufikia katika muda huu na masaa haya. Kama unauma sana, gusa chochote. Kama ni kichwa, gusa kichwa. Mungu atakufanyia. Macho makubwa ya Mungu yako mahali pale. Mimi hata nguo yako iko mbali na Yesu. Yesu huyu nazungumuza yuko karibu sana. Ninapozungumuza hayuko mbali na wewe, yuko karibu na wewe. Karibu kwa Yesu huyu anayetupenda. Ninakuamini Mungu wakaribishe watu hawa, hata wavute wengine hawajui wafanye nini. Kwa maombi haya waponye, hatimaye wape hamu ya kukutana na mimi katika sehemu ya neno la Mungu. Amen.